Baba, huu ndio ule ugeni ambao niliwaambia kwamba utakuja. Yule pale ni Juma ambaye ni mlengwa, namaanisha kwamba ni mchumba wangu baba. Juma na mjomba. Huyu mnayemwona hapa ni mama yangu na yule ni baba yangu. Natumai mnawafahamu. Mimi naona wazi kabisa mwanangu Amina unaenda kuchanganyikiwa. Si waganga kabisa. Na alafu anaonekana kabisa kama vinyago hivi. Sasa binadamu, ngoja nijie kukushia. Si ni mwanga hivi. Huyu. Mbavu. Sikiliza nikwambie kitu. Upo mbavu sitaki kuona. Sawa? Umeacha vitu vya maana kabisa. Lakini mume wangu. Wewe. Ndio kabisa usiongee kitu cha aina yoyote. Kumbuka pia nilipokutoa na hata hivyo ushukuru kwa mpaka leo ndani ya nyumba upo. Sawa? Upo mbavu sitaki kuona. Wewe. Kaa chini hapo. Unaenda. Nimekwambia kaa chini. Sikiliza nikwambie kitu. Wewe unataka kuniletea nini katika hii nyumba? Unaenda kunitafutia hawa maskini hawana lolote, hawana chochote. Au ukiangalia mwaka mzima 5,000 inawapa shida. Mwaka mzima. Sikwambii kwa mwezi ama wiki. Unataka wakupe kitu gani hawa? Au ndio kwanza unataka unikushania hao maskini wako uko nje niletee huko ndani kwa sababu hawa sidhani kama ataweza kukulisha wewe. Upo mbavyo sitaki kuona. Alafu na nyinyi sitaki nione katika nyumba yangu. Isije kwa umepanga njama na hawa wizi. Tokeni ndani ya nyumba yangu. Tokeni. Toka wewe, unasubiri nini? Hivyo ana miaka mingapi? Mbona anaonekana mrefu wa kimo, akili pia hamna. Afu wewe sikilizeni. Mara ya pili nitapoona mnaniletea upumbavu kama huu ndani ya nyumba, humu ndani mtaondoka. Sawa Na upumbavu tena sitaki kuona ndani ya nyumba hapa. Pumbavu zenu. Ulinipata nikiwa mbali, moyo wangu umechoka safari. Jomba, ushike adabu yako. Nilisema mimi, yani nilisema. Kile nilichokisema siku ya mwanzo ndio hicho ambacho kimejitokeza. Umeona sasa? Sisi wa kuzalilishwa na kufukuzwa kama mbwa. Tatizo lenu hamtaki ushauri, na mkishauriwa mnatuona sisi kama watoto wadogo. Umeona sasa? Tumezalilishika mchana kweupe. Tafuteni wanawake wa hadhi zenu, wanaofanana tabia na mazingira, na sio wanawake wasiokuwa na hadhi zenu. Haya sasa, tafuta hiyo shilingi 5,000, alafu tumia 500 mwezi mzima. Aisee, yule mzee anadharau sana, ila amenipa fundisho. Nitatafuta hela kwa ujasiri wowote. Jomba, nisamehe sana kwa kilichojitokeza, ila mimi naamini bado nampenda. Unasemaje we mjinga? Wewe tatizo lako kushazoea kudhalilika kila wakati. Sasa basi, wewe endelea kumpenda huyo mjinga mwenzako, ila mimi usinishirikishe kwa chochote na kwa lolote. Sio kila alianguka maisha potea, maisha unikamua. Niache. Machozi yananicheka, lakini najua una hasira sana na mimi, lakini kumbuka mimi sio mkosa. Wakosa ni wazazi wangu. Isitoshe, kumbuka ule msemo ambao unasema kila siku kwamba ubaya haulipi kwa ubaya, bali ubaya unalipwa kwa wema. Na wazazi wangu hawajui nini wakitendacho, na wala hawajui hisia zangu juu yako. Nipo hapa kwa ajili ya kuombea msamaha. Juma, najua wamekosea pakubwa sana, na ndio maana nimetoka huko kuja kuombea samahani. Naomba usamehe sana wazazi wako.
nakumbuka kuwa mimi Amina nakupenda sana Juma. Ukanishika mikono taratibu, ukafuta machozi ya jana, nikajisahau kwenye kifua chako, nikajua hapa ndipo. Ili mradi tu mimi niolewe na wewe. Niamini Juma, nakupenda sana. Na sio nasema tu, hata wewe mwenyewe unaona jitihada zangu. Nisingetoka kote kufuata wewe. Na kuomba nielewe basi. Wazazi wako wametufukuza kama mbwa na meno makali kututolea sisi. Eti kisa tu maskini wetu. Amina, sikuhitaji.